watu wengi wanakimwona binti mdogo ndoa mbili wanaitafsiri tofauti, kwamba ndani ya ndoa mbili ni shida na ndoa ambazo moja alitoka hajamaliza mwaka, nyingine hajamaliza miaka miwili hivi. Kwako kuwasaidia watu ambao ndio followers wako, ndio wanaokupush, unapata matangazo, unaweza ukawaambia nini ili endelee kuwa na imani ya kwamba Zailisa sio tatizo kwenye hizo ndoa, labda tatizo ni watu ambao wanakutana nao? Mimi siwezi nikasema mimi ni tatizo au watu nilokuwa nakutana nao ni tatizo. Wanasema sijui nimesahau hiyo kauli, lakini niwaambie tu ndoa sio mbaya. Na wasikurupuke pia. Ndoa sio mbaya, lakini pia wasikurupuke. Kila kitu kinakuja kwa wakati sahihi. Mtu sahihi anakuja kwa wakati sahihi. Kwa hiyo yani hivyo tu, wasikurupuke. Una imani mlikumpuka kwa sababu mlikuwa mtoka tu kwenye ndoa muda mfupi, hujakaa sana mkafunga ndoa? Tuongelee vitu vingine jamani. Okay, ana collection hapo kwako. Jana kuna wasanii kama 3-4 wa filamu wana majina makubwa wako kwenye ile Big Six. Mmoja wapo alikosoa namna ambavyo makampuni ya kibiashara yanatumia wasanii pale wanapotrend, zinaenda kwenye matatizo au kwenye jambo lolote ambalo sio zuri, na wakatolea mfano swala la Zailisa kwamba amegombana na mume wake. First ameshaonekana anakuja kufanya press na inaonekana kuna kampuni itaonesha ina renew mkataba au ina sign naye. Kwani nyinyi ikiwa mmoja wa watu mnatazama vipi hiyo mnapoona labda mtu yuko kwenye tatizo kama hili ambapo watu wengi hawajatamani kumsikia au kumwona akiongea chochote, lakini nyinyi ndio mkatumia fursa kuweza kufanya naye biashara ambapo labda ningempa nafasi atulie kwanza amalize mambo ya ndoa? Okay, asante Vido. Kama nilivyotangulia kusema, unakumbuka nilisema ajira na biashara zina hisia? Yes. Sio kama ulinielewa vizuri. Na hiyo mtu yeyote yule anatakiwa kulijua, hata wewe. Ajira na biashara zina hisia. Hii contract ilikuwa iko tayari muda mrefu na alikuwa ameshaipitia, pande zote mbili zilishaipitia na tulishalizia. Ilikuwa tusaini wiki ile, mimi nilikuwa nimesafiri kwenda Mwanza na Zailisa akawa na mambo mengine. Kwa hiyo imetokea hivi, tunahitaji kutoa project. Kwa hiyo hatuwezi kutoa project pasipo kurenew contract. Kwa hiyo vitu vyote vilikuwa katika mpango. Sisi tunayo a very good plan, a strategic plan ambayo tunaifuata. Kwa hiyo hatukurupuki tu, tayari mazungumzo yalishafanyika, ilikuwa nimebaki kusaini tu. Na kwa sababu ni mkataba mpya ambao unakuja na kampeni kubwa ya vazi asili harusini, tukasema hatuwezi kusaini tu hivi, lazima kuwepo na uwepo wa media. Kwa hiyo iko hivyo. Ajira, biashara hazina hisia. Kazi lazima iendelee. Hapo kwa Madam Wana, yes. Kwa sababu ni mavazi pia tunatamani iwe yani beyond of Tanzania. Na juzi tu Zailisa kutoka kuposti kwamba caption ilielezea kwamba ataenda kuwakilisha nje. Tumezi kwamba na mimi alimaanisha kwenye harusi ya Jux kama nitakuwa sikosei. Ana collection tahusika kwenye collection huo, na je, kwa watu wa huko vipi wanaweza kupata hizi bidhaa za Ana collection kutoka Tanzania? Okay. Nadhani ile caption alikuwa tu anauliza audience yake namna gani, kwa sababu pengine alipata caption ambayo ina direct hivyo akawa anauliza, lakini tunazo project ambazo tutafanya. Kwa mfano, tunayo project moja ya kwenda Qatar ambayo inatangaza utamaduni wa Tanzania. Kwa hiyo ikitokea tunajiandaa, ikitokea tumeenda na Zailisa ataenda. Sisi kama Ana Collection tutampeleka Zailisa Qatar kwa ajili yeye aweze kuwa modo na kuonyesha mavazi hayo yanayodumisha utamaduni wetu. Kwa hiyo kwa kila project ambayo tunafanya, iwe mambo ya technology, Zailisa atafanya. Iwe arts and design, Zailisa atafanya. Kwa hiyo kwa kila project tutamtumia yeye kama kivutio cha kutangaza utalii kupitia fashion au mavazi kwa ujumla. Basi nadhani kwa upande wa Zailisa jamani tumemaliza. Labda turudi kwa Mama Tariq ili tuende na muda. Subscribe now.